Katika mahusiano ya kimapenzi na ndoa, ni kawaida sana kukutana na mwenza mwenye mtazamo hasi au tabia ya kuona mabaya zaidi kuliko mazuri ya maisha. Mtu wa aina hii huishi na hofu, mashaka, kukata tamaa na matarajio mabaya kuhusu mustakabali wa mahusiano kwa ujumla. Hali hii inaweza kuleta changamoto kubwa sana katika mawasiliano, ukaribu wa kihisia na mshikamano baina ya wenza. Hata hivyo, kuwa na mwenza mwenye mtazamo hasi haimaanishi kuwa mahusiano hayawezi kudumishwa. Kinachohitajika ni uelewa wa kina, mbinu sahihi za kisaikolojia na juhudi za makusudi kutoka kwa pande zinazohusika. Leo tena tumekutana kwa ajili ya kujadili kitaalamu hatua 5 muhimu anazopaswa kuchukua mtu yeyote anayekuwa katika mahusiano ya kimapenzi au ndoa na mwenza mwenye mtazamo hasi ili kudumisha mahusiano yao. Kwanza kabisa, unatakiwa kuelewa asili ya mtazamo hasi wa mwenza wako. Unatakiwa kuelewa kwamba mtazamo hasi mara nyingi haujitokezi kwa bahati mbaya, bali mara nyingi husababishwa na uzoefu wa maisha kama vile majeraha ya kihisia ya zamani, malezi, hofu ya kushindwa au msongo wa mawazo wa muda mrefu. Badala ya kumhukumu au kumpinga moja kwa moja, ni muhimu kujaribu kuelewa chanzo cha mtazamo huo. Uelewa huu mara nyingi husaidia kupunguza hasira, kuongeza huruma na kujenga msingi wa mawasiliano ya busara. Amini kwamba mtu yoyote yule anapohisi anaeleweka, hupunguza ulinzi wa kihisia na kuwa tayari zaidi kushirikiana katika kuboresha mahusiano. Jambo la pili ni kudumisha mawasiliano ya utulivu, ya wazi na yasiyo ya mashambulizi. Unapokuwa na mwenza mwenye mtazamo hasi, namna ya kuwasiliana ni jambo nyeti sana. Epuka sana lugha ya lawama, dharau au kulazimisha mabadiliko ya haraka. Badala yake, tumia mawasiliano yanayojikita katika kueleza hisia zako binafsi bila kumshambulia mwenzi wako. Mawasiliano ya aina hii husaidia sana kupunguza migogoro na kujenga mazingira ya mazungumzo yenye heshima. Aidha, kuwa msikivu wa dhati kwa hofu na wasiwasi wa mwenza wako husaidia kumfanya ajisikie salama kihisia, jambo linalochangia kudumisha sana uhusiano. Tatu ni kuweka mipaka ya kihisia na kulinda ustawi wako binafsi. Kuwa na mwenza mwenye mtazamo hasi kunaweza kukuchosha kihisia iwapo hutakuwa makini. Na ni muhimu kutambua kwamba si jukumu lako kubeba mizigo yote ya kihisia ya mwenzako. Weka mipaka ya wazi kuhusu tabia zisizokubalika kama vile lawama zisizoisha, maneno ya kukatisha tamaa au uhasama wa mara kwa mara. Kulinda afya yako ya kihisia hukuwezesha kubaki na nguvu, utulivu na busara katika mahusiano. Na ujue kwamba mtu asiyejilinda kihisia huweza kuathirika kisaikolojia na hatimaye kushindwa kusaidia uhusiano kudumu. Jambo la 4 unalotakiwa kulifanya ni kuchochea mtazamo chanya kwa vitendo na si mabishano. Kubadilisha mtazamo hasi kwa mabishano au kulazimisha mawazo chanya mara nyingi sio rahisi. Badala yake, mtazamo chanya huchochewa zaidi kwa vitendo kama vile kuonyesha uthamini, kusherehekea mafanikio madogo madogo na kuonyesha matumaini katika vitendo vya kila siku. Mfano hai wa mtazamo chanya unaweza kumsaidia mwenza wako kuona njia mbadala ya kufikiri bila kujisikia kushambuliwa. Na kadri mwenza anapoanza kuona matokeo chanya ya mtazamo tofauti, ndivyo uwezekano wa kubadilika unavyoongezeka. Last but not least, tafuta msaada wa kitaalamu pale inapobidi. Najua wakati mwingine mtazamo hasi huwa umejikita kwa kina kiasi kwamba hauwezi kubadilishwa kwa juhudi za wenza peke yake. Katika hali kama hizi, kutafuta msaada wa kitaalamu kama vile ushauri wa ndoa au ushauri wa kisaikolojia ni hatua ya busara sana
na ya kimaendeleo. Ushauri wa kitaalamu unaweza kusaidia kufungua mawasiliano, kutambua mizizi ya tatizo na kujenga mbinu za pamoja za kukabiliana na changamoto mbalimbali. Na kutafuta msaada si dalili ya kushindwa, bali ni ishara ya uwajibikaji na nia ya dhati ya kulinda ndoa au uhusiano wenu. Kwa ujumla, naweza kusema kwamba kudumisha mahusiano ya kimapenzi na ndoa na mwenza mwenye mtazamo hasi kunahitaji uelewa, subra, mipaka ya kihisia na mbinu sahihi za kimawasiliano. Ingawa mtazamo hasi unaweza kuleta changamoto kubwa, lakini haupaswi kuwa mwisho wa mahusiano iwapo unashughulikiwa kwa busara na kwa msaada unaofaa. Mahusiano yenye afya hujengwa si kwa ukamilifu wa wahusika, bali kwa uwezo wao wa kuelewana, kujifunza na kukua pamoja. Na mtu mwenye mtazamo chanya anaweza kuwa chanzo cha mwanga katika mahusiano husika.